Afrika Mashariki kuhusu elimu, sayansi na teknolojia, utamaduni na michezo niliidhinisha kwamba Julai 7 ni siku maalum ya kusherehekea lugha ya Kiswahili. Hatua hii ilifanya Kiswahili kuwa ndio lugha ya kwanza ya Kiafrika kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Lugha ya Kiswahili pia ni mojawapo ya lugha rasmi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini. Kiswahili ni chombo adhimu ambacho kimefanikisha maendeleo endelevu, ruwaza ya 2030 na katika mshikamano wa maeneo mbalimbali, hususan katika utekelezaji wa makubaliano ya biashara huru barani Afrika. Mwaka jana pia Umoja wa Mataifa umetambua na kutangaza Kiswahili kama lugha ya kipekee inayokuwa kwa kasi zaidi na pia ina uwezo wa kuleta uwiano na utangamano kote duniani. Kwa kutamatisha gazeti ama fanya jana na pia kuhamasisha umma juu ya hii wanahabari wa Taifa Leo kwa juhudi zao, na pia wale watangazaji wengine wote ama wanahabari ambao wamefanya juhudi ili kututangazia na kuhamasisha watu kwa ajili ya hii siku ya Kiswahili. Tunashukuru sana. Na kwa hayo machache, ni furaha yangu kualika sisi zote kusherehekea hii siku. Tuendelee kusherehekea na tuseme Kiswahili kitukuzwe. Asante sana. Asante dada Elizabeth kwa hotuba yako ya maneno ambayo yanaguza na ya kutia moyo kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Tupige makofi tena. Asante sana. Sijui kama kuna yote kutoka serikali ya gatuzi. Kisii. Kile wako njiani. Asante. Karibu. Sema jambo, jitambulishe, kisha useme. Asante. Kwa jina naitwa Agnes Motume, Director Culture. Kwangu mimi ningependa kusema nimeshukuru sana kuhudhuria katika kikao hichi. Naweza sema hata venye tuliambiwa tusiseme ujui Kiswahili. Tajaribu niwezavyo nieleze lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha yetu. Kwa hivyo mimi kuanzia leo hii naahidi ya kwamba nitakuwa natembea Kiswahili na kula Kiswahili na lia Kiswahili. Kiswahili kienee nchini kote. Kwa hayo yote naomba mkuu wangu alikuwa afike. I think amekuwa held na demonstrations kidogo, but hopefully atafika, na akifika atapewa nafasi yake. Asanteni sana. Thank you. Tuonyesha bila utalia Kiswahili. Haya, sawa. Hata kukula. Nashukuru sana kwa wingi mwenzangu kwa kuendesha shughuli hii kiasi hapa tulipo. Sijui iwapo kuna yeyote anayetoka kutoka kwa gatuzi la Nyamira. Jana tulikuwa na hakufika leo. Sawa, nadhani kwa sababu ya hali iliyoko kule nje, ndio maana hakuweza kufika. Hata mgeni wetu ambao tunamtarajia, nadhani kwamba hali hii inaweza kushika kidogo, hataweza kufika. Kwa hiyo ili kuendelea, tuna nafasi ya vyama vya Kiswahili. Vyama vya Kiswahili. Kwa vyama vya Kiswahili, ili kutambua uwepo wa wanafunzi wetu katika chuo cha Kisii, sijui iwapo kuna uongozi
wa CHAWAKAMA chuo kikuu cha Kisii kabla tujaenda chuo kikuu ama katika kanda ya Kenya. Chuo kikuu cha Kisii uongozi. Sawa, ya dakika moja. Kuna yeyote ambaye anawakilisha uongozi wa CHAWAKAMA ukanda wa Kenya? Ukanda wa Kenya. Hiyo kwa sawa. Tumia muda huo kwa labda katika Hamjambo tena. Mimi naitwa Ezra, mimi ni mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wa Kiswahili Kisii. Nataka kutumia muda huu ili kutoa mchango wetu sisi kama wanafunzi, japo hatukupata muda jana, lakini naomba nitoe hoja 2-3 ili ionekane kwamba pia sisi wanafunzi tuko pamoja na mada ambayo ilishughulikiwa jana. Mada ilikuwa kwamba Kiswahili na lugha nyingine za kiasili katika mshikamano wa kitaifa. Basi Kiswahili na lugha nyingine za kiasili zimechangia pakubwa katika mshikamano wa taifa kwa njia mbalimbali. Nitataja hoja 2 alafu nitazifafanua. Kwanza ni amani. Kiswahili na lugha nyingine za kiasili zimetumika katika kutatua migogoro miongoni mwa jamii nyingi. Mfano, panapotokea vurugu katika maeneo mbalimbali, viongozi wa kisiasa na wa kidini hutumia lugha za kiasili ili kuwasihi wananchi kudumisha amani, kwani hizo ndizo lugha ambazo zinaeleweka zaidi. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na UN, unaonyesha kwamba katika mashariki mwa Kongo, yaani Beni, Kiswahili kilitumika sana kwa sababu ndiyo lugha ambayo inaeleweka. Alafu baadhi ya istilahi na methali za Kiswahili hushinikiza amani. Mfano, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hoja ya pili ni kuunganisha watu. Lugha za kiasili pamoja na Kiswahili zimetumika kuwaleta watu pamoja. Mfano, nyimbo mingi za kitamaduni hushirikisha watu na waleta pamoja ili kuendeleza mshikamano wa kitaifa. Kufikia hapo, hizo ndio hoja zetu, lakini kwa heshima kuu wacha nitambue wawakilishi wa wenye viti kutoka vyuo mbalimbali. Kunaye mwakilishi wa mwenyekiti kutoka chuo kikuu Karatina, kunaye Rongo, alafu kuna chuo kikuu cha Jaramogi. Asanteni sana. Nachukua fursa hii kukaribisha mkubwa wangu. Kuzingatia itifaki zote na wasema mjambo. Jina langu ni Samson Namosi, mwanafunzi kutoka chuo cha Rongo. Mimi ni afisa wa nidhamu katika chama cha wanafunzi wa Kiswahili vyuo vikuu Afrika Mashariki kanda ya Kenya, CHAWAKAMA Kenya. Siku ya jana niliona kwamba waadhiri walikuwa wanajivunia uwepo wa wanafunzi wao. Mimi pia nimejivunia kuwepo kwa mlezi wetu wa chama cha CHAWAKAMA ambacho kinaitwa CHAWAKIO. Kwa hivyo kwa niaba ya kamati ya CHAWAKAMA ningependa kushukuru chuo kikuu cha Kisii, UNESCO, yule pia na kamati ambayo imefanya haya kuhakikisha kwamba sherehe za maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani imefanyika katika chuo hiki. Yule pia nasi kama CHAWAKAMA tunachangia sana katika ukuaji wa lugha hii ashirafu ya Kiswahili, hasa kupitia mtandaoni pamoja na makongamano yetu. Ndio maana tukaungana na chuo kikuu cha Kisii kwa ajili ya kusherehekea sherehe hii ambayo ni muhimu sana. Na vilevile ningependa kuhitimisha na shairi moja hapa, ubeti mmoja tu ambao imetumiwa na mwanachama mmoja akisema, kote tutakutumia usikike duniani, amani imetuletea Wakenya tukuthamini, lugha inawavutia ikisoma vitabuni, leo tunasherehekea siku yako duniani, Kiswahili kinatija hakika na kitukuzwe, tutazidi leo tunasherehekea siku yako duniani. Nashukuru sana kwa nafasi. Asante sana. Hao ni wanachama. Kwa hivyo ni kabla sijaenda kwenye chama kingine, napenda kuchambua
wahadhiri wa chuo kikuu cha Kisii. Sawa, pale nyuma tuna Daktari Butwa. Baada ya Butwa tuna Daktari Namande, tuna Daktari Abeli, tuna Daktari Ogora, tuna Mue Elizabeth, tuna Eunice, tuna Mwai wote Negevi. Kwa hivyo ni tambue hili uwepo wa chuo kikuu cha Nairobi. Nairobi jana tulikuwa nao kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Sawa, sije yuko hapa wawili madam. Jina Dorcas. Karibuni sana chuo kikuu cha Nairobi. Kuna chuo kikuu cha Kenyatta. Chuo kikuu cha Kenyatta walikuwa jana. Kwa sasa hawapo. Chuo kikuu cha Karatina tumewasilishwa na mwalimu wangu. Mlima kwanza kuona. Nakupa ni vizuri sana kwamba kwa Kiswahili kwamba nakupenda, sio kwamba I love you. Mwalimu Profesa Mwitale, nilikuwa mwanzoni kabla sijajiunga na Chakita, alikuwa na usemi mmoja, tunapoenda kongamano tunaenda wawili. Lakini Dajagero atakapokuja hapo wala akasema, je, tutakuja wanne au tutakuweje? Maana jana alisema kitanda akizai nini? Akizai haramu, hamna mwana haramu. Aya, 4 tuna chuo kikuu cha Rongo. Chuo kikuu cha Rongo. Asante sana. Daktari Ogeri, ulisema tumekuwa maprofesa, lakini kitu kimoja ukitaja, nilikupatia kazi ukaingia darasani siku moja ukakimbia. Sasa kazi na watu. Leo tulikutana naye baada ya kueleza safari hiyo. Tuna chuo kikuu cha Jaramogi. Jaramogi, mwenyekiti wetu wa akapata nafasi ya kuweza kuzungumza. Sababu kulikuwa na wanafunzi jana na fikiri hawaweza kufika leo. Tuna chuo kikuu cha Egerton. Huyu mwanafunzi wangu nilimfundisha Egerton miaka ile nikiwa kijana barabara. Tuna chuo kikuu cha Makerere. Tuna chuo kikuu cha Kibabii. Chuo cha mwenyekiti inabidi kije mwishoni pale ili walau aone walioanza, waliokuja kwenye sherehe hii. Asante sana, nashukuru mwenyekiti. Sijui wapo kuna chuo chochote ambacho nimesahau kutaja. Alafu nitambue uwepo wa wanafunzi wetu wa uzamili. Wanafunzi wetu wa uzamili katika vyuo hivi vyote ambavyo nimetaja. Wa masters. Sana. Haya, wanafunzi wetu wa uzamili. Karibuni sana. Nimefanya hiyo maksudi. Alafu kuna wanafunzi wetu wa shahada ya kwanza. Sio kwamba nimewasahau. Shahada ya kwanza. Asante sana kwa kuhudhuria. Kwa hivyo hiyo ni angalizo kwamba tunaanzia hapo katika safari yetu ya Kiswahili na zaidi katika taaluma. Kwa hivyo tunawatakia kila la heri kuweza kujiunga na shahada hizo zingine za juu. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, tumetambua uwepo wa CHAWAKAMA.
Chaukidu nadhani nisiseme, maana mwenyekiti yupo, Chaukidu yupo. Mwezi wa ngapi tutakuwa na amu cha mko? Tutakuwa Kibabii Chaukidu, chama cha Kiswahili duniani. Kibabii kwanza mwezi wa 9 kwa ajili ya kusherehekea Profesa Ken Walibora. Tutakuwa na mhadhara wake wa pili pamoja na uzinduzi wa kitabu na watu ambao wanachukua makala. Nilikuwa nasema kwamba karibuni chuo kikuu cha Kibabii mwezi wa 9 tutakuwa na mhadhara wa umma wa pili wa kumwenzi marehemu Profesa Ken Walibora. Na katika mhadhara huo tutazindua kitabu kwa heshima zake. Kitabu hicho kimedhaminiwa na chuo kikuu cha Kibabii na chuo kikuu cha Kisii, na wahariri ni wanne wa kitabu hicho, akiwemo Daktari Riro, Daktari Bocha Sijui Simamo Bocha, mpigie makofi. Anafundisha Kiingereza lakini ni mkereketo wa Kiswahili. Kisha kutoka Kibabii ni mimi na Daktari Eric Walela. Kwa hivyo karibuni mwezi wa 9. Mwezi wa 12 tunafunga mwaka na Chaukidu. Kwa hivyo karibuni sana katika kongamano kubwa la Waswahili wote ulimwenguni. Asante. Asante sana. Lakini kuna hayo matukio mawili makubwa ambayo tuko nayo, uzinduzi wa kitabu hicho na kuadhimisha siku ya Ken Walibora ambayo tunajua alituachia hazina kubwa katika fasihi na maendeleo ya ndani. Alafu tuna kongamano la chama cha Kiswahili duniani kama alivyosema kwa mwaka na ndio kongamano. Alafu kabla sijaja kwa Chagero na tutasabuka mambo fulani. Hapo ndo baadaye ya kufunga. Kuna wale wa mwanakiti viongozi wenu hawa tumewashirikisha hawa mahususi kwa kutambua lugha yetu ya asili. Ndio Dr. Gora asubuhi akaniambiaje, nipo hapa sio kwa ajili ya Kiswahili lakini nipo hapa kuangalia fulani. Nashukuru kwa zote zikizingatiwa na walimu wote wa mjambo. Katika upande huu wetu wa Mwanyagitinge sisi ndio wazee wa Kisii hapa, kwa hivyo mambo mengi ya Kiswahili hatuyaelewi sana. Tunasema kwamba lazima tuongee Kiswahili, tunajaribu hata sisi Kiswahili kwa sababu sisi pia ni wa nyumbani hapa. Kwa hivyo mkubwa wangu alipo karibu hapa pale nje, nami ni katibu katika kikundi hiko cha Mwanyagitinge. Nimesema kwamba tunashukuru kwa sababu ya kutualika mahali hapa. Tunashukuru pia katika kujumuika pamoja nanyi katika jambo hili ambalo la kuhenzi Kiswahili katika nchi yetu na katika nchi zingine pale. Kwa hivyo nasema kwamba katika siku ambazo zinakuja nasi tuite katika darasa tupate kuzungumza pamoja nanyi, tupate kuelezewa zaidi na tujue zaidi, na hata watoto pamoja na watoto wetu na vijukuu wajue Kiswahili wa kienzi na waendelee kuzungumza na kusoma zaidi. Kwa hivyo katika hayo nasema kwamba nimejaribu, nimeweza pata alama 10 na 15. Nashukuru sana. Kuja wa mama ambao wanaendelea vizuri, naamini kwamba katika ziko ambazo zinakuja hata wakati ambapo hawatakuwa pale, watoto wetu watakuwa wanaendelea kuenzi Kiswahili, na tunaamini kwamba hata katika watoto ambao tumezaa tayari wengine wao wanaweza kuwa walimu katika vyuo hivi na vile ambavyo tunafanya watawatakia mazuri, na hadi pia tunawatakia mazuri katika kichuo hiki kwa chuo kikuu cha Kisii. Tunasema kwamba asanteni kwa kutupa nafasi hii, na katika siku ambazo zinakuja Mungu atubariki. Mwanyagitinge yere maridadi ora Mwanyagitinge yere maridadi. Daktari Ogora, kama umesema hutazungumza Kiswahili kwa moja, maana nataka kumweleza Elizabeth kwamba kipindi mnaenda Fort Jesus huyu sura sahihi kwa yeye. Kwa hiyo Dr. Ogora dakika moja hivi. Aya, niambie kitu anakuja kuhakikisha ni kwamba sisi tunafanya kwa Kiingereza heritage.
na ndio maana nimewaita wale kushirikisha katika maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, niruhusu nimkaribishe mwenyekiti wa Chakama ambaye baada ya hapo tutaingia katika sehemu ya mwisho. Chakama. Kwerule torikorara aye baba kwerule torikorara Swahili kwerule kwerule torikorara Siseito kwerule kwerule torikorara aye kwerule torikorara Daririro Tanagwaja Kiswahili oye. oye. Leo umefanya kweli. Kwa naibu makamu mkuu wa chuo Profesa Wanyama, naibu mkurugenzi Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma za Watoto, wadau wa Kiswahili, wawasilishaji wetu, wanafunzi pamoja na wageni waalikwa na wote waliofika hapa, hamjambo. Hamjambo tena. Nina furaha sana kusimama hapa na kutoa hotuba yangu kwa niaba ya Chama cha Kiswahili Afrika Mashariki. Leo ni siku muhimu sana kwetu sisi sote kama wapenzi na wadau wa Kiswahili. Ni siku ambayo sisi tunajivunia kama wapenzi wa Kiswahili. Siku ya kipekee, hakuna siku nyingine, ni leo tu, siku ya Kiswahili. Kwa hivyo tuna nafasi ya kufanya chochote kile, na nimefurahia sana zile densi. Tumecheza densi, tumeimba, tumekariri mashairi. Ni utamu wa siku ya leo. Utamu wa siku ya leo pia ni mauzo ambayo yanaendelea kule nje, kwamba tunatangamana na vitabu ambavyo vimeandikwa na waandishi mbalimbali. Tafadhali usitoke hapa bila kitabu. Mimi nimenunua vyangu, wewe una chako? Tuwakuze waandishi. Kule kuandika si kazi rahisi. Na ninapoendelea na hotuba, ningependa kuwashukuru sana wenyeji wetu. Jamani, sisi kama chama tumefurahia sana. Asanteni, asanteni sana. Mmetukaribisha vizuri, tumekula, tumecheka, tumefurahia. Makaribisho mema kwenu. Jamani, wapigeni makofi. Kwa wizara pia tunawashukuru sana kwa kufadhili maadhimisho haya. Najua hela hazipo, lakini wamejaribu namna wanavyoweza. Ningependa sana kumshukuru mhadhiri wangu Profesa Maitari kwa makala yake elekezi ya jana. Profesa, mimi nimesoma na bado nimeendelea kusoma kutoka kwako, japo tunazeeka kwa pamoja. Maanisha kwamba ulinifundisha kama wewe bado ni kijana barobaro. Pole, muoga, mwenye heshima. Nadhani siku hizi amebadilika kwa sababu ya uzee. Unajua ukizeeka unaweza ukasema chochote kile.
lakini kama wewe ni kijana uweze ukawatazama watu kwa macho hivi moja kwa moja. Kwa hivyo nimekushukuru sana kwa sababu nilisoma kitu jana kwamba hata wakati ambapo tunajivunia lugha ya Kiswahili, tunatambua upato kutokana na juhudi mbalimbali ambazo zimefanywa. Kiswahili alitueleza kwamba kinaoa, Kiswahili kinalea, Kiswahili kinasomesha na kinakupa upendo. Jamani, Kiswahili kinapeana mke. Wale wahadhiri wako hapa, wale waliooa, jamani, hapa mmeoa, sio Kiswahili kinawasaidia kuoa. Wanafunzi wetu wa shahada za uzamili na uzamili, mmeoa, sio? Si Kiswahili kinawasaidia kuoa. Hapo tunaona kwamba profesa alitueleza kwamba tusichukulie lugha ya Kiswahili kama lugha tu, lakini ni lugha ambayo inatuajiri, lugha ambayo inatukuza kitaaluma, lugha ambayo inatusaidia kuoa, kulea watoto wetu, kupata mume, hata mke. Jamani, si mke pekee. Kwa hivyo lazima tukiheshimu, lazima tukipiganie. Wenzetu kutoka idara tunaposukuma kwamba lazima tupate baraza la Kiswahili, ni kwa sababu tunaangalia nchi nyinginezo ambazo ni za Afrika Mashariki na tunaona kwamba wanapata baraza, lakini kwa nini sisi tusipate? Hapo tuendelee kupigania lugha yetu adhimu Kiswahili, kwa sababu tuna nyingine gani? Kiswahili ni daraja ya mawasiliano, kwamba ukizungumza lugha tofauti na mimi ninazungumza lugha tofauti, tunaweza kuwasiliana kupitia Kiswahili na tukaelewana. Nakumbuka wakati mwingine tulikuwa tumesafiri kwenda Uswisi, na tulipofika mkahawani tukajitambulisha kuwa Wakenya na tulikuwa tunazungumza Kiswahili. Mmoja wa wafanyikazi wa pale akatuuliza, mnazungumza lugha gani? Akasema tunazungumza Kiswahili. Mnatoka Tanzania? Hapana, sisi tunatoka Kenya. Akatuambia kuna Mkenya hapa anafanya kazi kwenye huu mkahawa. Akamuita. Alipotuona alifurahi sana, na mawasiliano yetu yaliendelea kwa Kiswahili, kwa sababu ni lugha ambayo sisi wa Kenya tunajitambulisha nayo. Ni kitambulisho chetu jamani. Hata kwa wale ambao wanasema mimi siwezi nikazungumza Kiswahili, Kiswahili kigumu kidogo, kinanichenga, lakini ninakuhakikishia kwamba ukienda kule nje ukampata Mkenya mwenzako na mkaanza kuwasiliana kwa lugha ya Kiswahili, kuna utamu fulani. Si Kiingereza, kwa sababu wale wa huko wanazungumza Kiingereza na huenda ukafanya makosa ya hapa na pale, lakini ukizungumza kwa lugha ya Kiswahili hakuna kufanya makosa, kwa sababu ni nyinyi ndio mnaelewa kile Kiswahili na ule utamu wa kufahamu kwamba huyu ni Mkenya ama huyu ni Mtanzania ama huyu ni Mganda na nazungumza lugha ya Kiswahili. Kuna hiyo furaha tu. Kwa hivyo Kiswahili ni utambulisho wetu. Jamani, tuendelee kukitumia bila aibu, tuendelee kukitumia kwa furaha, ili watu wote wajue kwamba sisi ni Wakenya na lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo inatuunganisha sisi sote ambao tunazungumza lugha tofauti tofauti. Ningependa
pia kusema kwamba lugha ya Kiswahili imekuwa, lugha ya Kiswahili imeweza kukuzwa na washikadau wengi. Wakati mwingine hatuwatambui, lakini hii ni siku ambayo ni vyema tukiwatambua wale ambao wamekitendea Kiswahili haki, wale waandishi, wale watunzi wa mashairi, wanafunzi wetu ambao wanazidi kukuza Kiswahili katika miktadha tofauti tofauti. Tafadhali tuendelee kukuza Kiswahili, tuwalee na wenzetu ambao wanaendelea kukua. Ukimsimamia mwanafunzi, jamani, katika shahada za juu, usimfinye, mpatie nafasi amalize masomo yake. Anapomaliza atachangia, kwa sababu sisi tunazeeka. Tukiwafinya, kina nani watachukua nafasi zetu? Kazi yako ni yako, lakini ile nyingine ni yake, au sio? Kwa hivyo tuwakuze kitaaluma, tuwalete katika maadhimisho haya. Mimi nafurahia ndugu yangu Daktari na Profesa Otieno, asante sana kwa kuwahimiza wanafunzi wako. Jamani, tuendelee kuwalea hao wanafunzi ili nao pia waweze wakachukua usukani. Nikimalizia, ningependa kusema kwamba tukutane mwaka ujao hapa katika kongamano la Chakama. Jamani, tuje tuwe wengi, lakini naelezwa kwamba tuje watatu. Taleta mchanganyiko. Unajua, katika maadhimisho haya tulikuwa tunaangalia lugha ya Kiswahili na lugha nyinginezo asilia katika mshikamano, na tunaelewa kwamba lugha hudhihirisha utamaduni wa watu. Kwa hivyo lugha asilia inadhihirisha utamaduni wake fupi. Kwa hivyo ukija mmoja, lazima uwe na wengine wawili, hatusiwe wachoyo. Kwa hivyo Profesa Maitani, unapokuja hapa